Usiku wa kwanza mwanadamu katika kaburi, miongoni mwa mambo yanayotia uzito katika usiku huu kwamba Muislamu kila anapokaa auzingatie katika fahamu yake, aelewe katika yale masiku mawili aliyotaja Anas bin Malik, mmoja wao ni siku hii ambayo utakuwa ni usiku wake wa kwanza fil qabr, na nyingine ni ule usiku ambao asubuhi yake ni yaumul qiyama. Jambo lingine ambalo linatia uzito katika usiku huu ni kwamba ni usiku ambao mwanadamu anapotiwa katika kaburi anaanza kuingia katika marhala miongoni mwa marahili ya akhirah, akiwa katika yale maisha ya barzakh. Lile kaburi linaanza kumkaribisha kwa kumbana, na mbano huu wa kaburi ambao unaitwa dhammatul qabri, tufahamu ya kwamba hakuna anayesalimika nao. Hata ukawa mwema kiasi gani, hata ukawa wewe ni ta'i' salih mukhlis kiasi gani, huu mbano hamna njia wa kuukimbia. Haya ameyabainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni usiku mzito. Mwanadamu anapotiwa pale ndani kaburini, baada ya hapo tu, baada ya hapo punde si punde, haya mambo yanaanza pale pale. Punde si punde ataona viumbe ambao mwanadamu hajawahi kuwaona katika maisha yake. Punde si punde kaburi linaanza kumfanyia dhamma, namfanyia mbano, na mbano wenyewe utakuwa ni mbano mzito. Unatofautiana uzito wake kwa mwanadamu kutokamana na amali na vile alivyokuwa mwanadamu duniani. Katuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam fi alhadith sahih, hadha alladhi taharraka lahu arshur rahman, huyu ambaye arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala ilitingishika. Imekuja kwenye riwaya nyingine ihtaza arshur rahman. Anamkusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno haya sahaba wake Sa'ad ibn Muadh, sahaba wa pekee ambaye kifo chake kilitingisha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anatuambia hadha alladhi taharraka bimautihi arshur rahman, huyu ambaye kifo chake kilitingisha arshi ya Rahman. Wa futihat lahu abwabu as-samaa, na milango ya pepo ikafunguka kwa ajili yake. Wa shahida lahu 70,000 min al-malaika, na malaika 70,000 walishuka wakashuhudia mazishi yake na kuzikwa kwake sahaba huyo Sa'ad bin Muadh. Anatuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, law kana ahadun najiyan min adhab al-qabr lanaja Sa'ad, kama kungelikuwa kuna mtu ambaye atasalimika na mbano wa kaburi angelisalimika Sa'ad bin Muadh, ambaye kifo chake kilitingisha arshur rahman, ambaye siku ya kufa kwake futihat abwabu samaa, ambaye siku ya kufa kwake shahida ala janazati 70,000 min almalaika, lakinahu lam yaslam min dhammati alqabr, faman alladhi yaslam. Siku nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alishuhudia mazishi ya kitoto mdogo ambaye lam yablughu alhulm, alikuwa bado hajabaligha sabiyan. Qala sallallahu alayhi wasallam, law aflata ahadun min dhammati alqabr la aflata hadha as-sabiy, kama kungelikuwa mtu ambaye anaweza kuukwepa mbano wa kaburi angeliukwepa huyu mtoto. Limadha? Liannahu sabiy la dhanba lah, la hisaba lah, la uqubata lah, صبي بريء أمام الله عز وجل، لكنه لا ينجو من ضمة القبر. فكيف ننجو نحن؟ vipi watasalimika mwanadamu muislamu ambaye amejaa madhambi yamnatan wa yasra baina yadayhi wa min khalfihi, ya'si Allah laylan wa nahara thumma la yatubu ila Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ayuha almuslimun, siku ya kwanza mwanadamu kuingia katika qabr ni usiku ulio na mazingatio makubwa. Mbali na dhammatul qabr,
kuna dhulmatul qabr, kuna kiza ndani ya kaburi. Amelithibitisha hili bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna hadhihi alqubur mumtali'atun dhulmatan ala ashabiha, inna hadhihi alqubur, makaburi haya mumtali'a, yamejaa dhulma, yamejaa viza. Wa inna Allaha munawwiruha lahum bisalati alayhim. Miongoni mwa mambo ambayo yanaondoa viza vya kaburi vya Muislamu ni ile swala ya Mtume sallallahu alayhi wasallama anapomsalia sahaba wake radhiyallahu anhu. Maneno haya aliyasema baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallama kumsalia yule bibi ambaye kanat taqumul masjid, alikuwa akisafisha msikiti, halafu alifariki. Sahaba wakaenda wakamzika usiku, wakaona itakuwa ni dhiki na uzito kwenda kumwamsha Mtume kumwambia yule mama alikuwa akisafisha kaburi, akisafisha msikiti, amefariki ya Rasulullah. Wakaona ni sahali wamshughulikie, wakamsalia, waende wakamzike. Akauliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, yuwapi yule mama alati taqumu almasjid? Qalu matat ya Rasulullah wa dafannaha bilbariha, alishafariki tukakwenda tukamzika. Dulluni ala qabriha, nionyesheni kaburi lake liko wapi. Akaenda kaoneshwa, fasalla alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallama, kisha akawabainishia sahaba lengo na madhumuni ya yeye kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallama mama yule. Kaburi limejaa viza. Ma alladhi yuzilu hadhihi dhulma, kitu gani ambacho kinaondoa viza katika kaburi? Haya tutakuja kuelezea fi khutabin qadima bi mashiatillah. Kaburi ambalo mwanadamu anatiwa ndani yake kuanzia usiku wa kwanza, kaburi lina wahsha, kaburi lina upweke. Utaingia katika kaburi, utaangalia kushoto na kulia, mbele na nyuma, aina tadhhab, aina ant, tajiuliza mimi niko wapi? هذه الوحشة ما الذي يزيلها؟ هذا موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج كروب المسلمين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق وبلاء مخرجا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.